Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Ametenda, Yesu ametenda, amefanya, Yesu amefanya. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Baba, ninakushukuru, ninasema asante. Roho Mtakatifu, Roho uweza, Roho nguvu, Roho mamlaka, nayo kila sababu ya kusema asante. Asante Bwana kwa ajili ya huyu mtu ambaye Bwana umemuumba kwa sura yako na kwa mfano wako. Ambaye Bwana Yesu wewe kupitia Roho wako Mtakatifu umemleta na umemkutanisha na video. Naomba Bwana Yesu kampe utulivu wa moyo, ukafungua akili zake, ukamfundisha wewe mwenyewe. Yamkini anaposikia video hii yuko kwenye daladala, yuko ndani ya nyumba yake, yuko kwenye kitanda, anapika, anafanya kazi yake, aidha amesimama au amekaa, lakini wewe Bwana uziuli na mazingira. Roho Bwana umfundishe papo hapo alipo Jehova. Yale mafuta yaliyo ndani yetu Bwana na aliyo ndani ya huyu mtu Bwana akamfundishe. Bwana anajifunika chini ya uongozi wako Mtakatifu na kujikabidhi chini ya uongozi wako Mtakatifu. Nguvu za Mungu zinifunike na nguvu za Mungu zimfunike huyo mtu ambaye Bwana ametenga muda wake kutaka kusikia neno la uzima. Bwana, nipo jasiri, neno lako lisiwe neno tu la kushawishi wanadamu katika akili zao, bali iwe katika nguvu na Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Somo naitwa kila jambo na wakati wake. Kila jambo na wakati wake. Kwa nini kila jambo na wakati wake? Ndugu zangu, ni kila kitu duniani kina wakati wake. Yaani kila jambo ambalo umeliona duniani kuna wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kitabu cha Mhubiri sura 3 mstari wa 1 inasema, kwa kila jambo kuna majira. Cha kwanza majira. Sema na wakati kwa kila kusudi. Ina maana kuna majira na kuna wakati, alafu kuna kusudi. Kusudi ni lile lengo, nia ambalo Mungu amuumbia mwanadamu kulifikia vile alivyokuumbia. Yamkini wewe kabisa inawezekana ni dokta. Kusudi lako la kuitwa duniani yamkini ni dokta. Yamkini kusudi lako la kuitwa duniani ni mvuvi. Mfano Tanzania tuna sehemu kama 3. Kuna wavuvi, kuna wakulima, kuna wafugaji na kuna waajiriwa. Kwa kila hizi engo zote 4 kuna wakati wake. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa naposema kwa kila jambo kuna majira na wakati wake. Lile neno wakati, maana nyingine tafasiri ya wakati ni muda. Tukizungumzia muda kuna vitu kama 5. Kwenye muda kuna sekunde, kwenye muda kuna dakika, kwenye muda kuna saa, kwenye muda kuna siku, kwenye muda kuna mwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hivyo vyote unapata muda ambao ndio nini wakati. Huwezi kupata wakati kabla hujauanzia muda. Kwa hiyo ni muda uko ndani ya wakati. Anaposema majira ni vipindi maalum ambapo vinapatikana kwa mwaka mara 4. Kuna kipindi cha kiangazi, kuna kipindi cha masika, kuna vuli na pupwe. Kwa hiyo lazima ujue wewe upo kwenye wakati gani. Bwana Yesu apewe sifa. Na chini hii mstari wa pili nasema wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Sasa wakati wa kuzaliwa, kumbe kila kitu kina wakati wake wa kuzaliwa na kila kitu kina wakati wake wa kufa, hasa katika viumbe hai. Bwana Yesu apewe sifa. Naposema wakati wa kuzaliwa, katika kuzaliwa kuna vitu 3. Kuna mtu anazaliwa, anaishi ndani ya wakati, anaishi ndani ya majira, alafu anafariki. Kwa nini? Ni kwa sababu moja. Sababu namba 1 kabisa inayomfanya mtu hapa ashindwe. Sababu namba 1 inayomfanya mtu hapa ashindwe hapa kwenda na wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaendelea
sababu namba moja kabisa kwenye nimesema hapo na tunarudi pale kwenye somo letu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Kwa hiyo kuna wakati kumbe wa kupanda na wakati wa kung'oa. Sasa leo tutakwenda kuangalia baadhi ya mifano watu wakati wao ulipofika mambo yalienda vizuri, wakati wao walipokuwa bado walipoforce walikataliwa, wakati wao walipokuwa bado hujafika, majira wao walipokuwa bado kumtumikia Mungu, majira wao walipokuwa bado kufungua biashara, majira walipokuwa bado kufunga ndoa, bado unge kwenye mahusiano, walijikuta ugomvi unatokea, wanakataliwa, wanadhihakiwa, heshima yao inashuka. Ni kwa sababu kila kitu na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuangalia baadhi ya mifano ya watu ambao kwenye Biblia. Sasa iko hivi, ndugu yangu unaonisikiliza hapa, kila jambo duniani kuna wakati wake na kila jambo duniani kuna majira. Tunakwenda kuangalia mfano kwa mtu anaitwa Musa, kitabu cha Kutoka ile sura ya 2 mstari kwanza ule wa 11. Tunasoma hapa, nasema hivi, hata siku zile, Kutoka sura ya 2 mstari wa 11, nasema hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima. Musa kashajitambua mimi ni mtu mzima. Kabla hapo Musa tunaona amezaliwa kwenye ukoo au kabila la Walawi, na mama yake alikuwa Mlawi, baba yake ni Mlawi. Musa anazaliwa hapo, na wakati Musa anazaliwa, mfalme Farao anatangaza watoto wote wa kiume wauliwe, lakini kwa neema ya Mungu mtoto wa Farao anamuokota Musa kwenye kisafina. Musa ambaye ni Mwebrania, Myahudi, anaenda kulelewa ikulu kwa Farao. Bwana Yesu apewe sifa. Na baada hapo Musa analelewa hapo kwa Farao, analelewa ikulu, na unajua ikulu wanaishi kwa kanuni, wanaishi kwa kanuni. Musa akalelewa hapo, akafundishwa tamaduni zote za Kimisri, akafundishwa hekima, akafundishwa uongozi hapo. Ila Musa alipokuja kujitambua, akaja kujitambua kwamba kumbe mimi sio Mmisri, mimi ni Mwebrania. Kumbuka wakati huo Waebrania wanatumikishwa kwenye nchi ya Wamisri. So tofauti kati ya nchi na taifa, nchi ni ardhi yenye mipaka halali, na taifa ni watu ambao wanaishi ndani ya nchi. Kwa hiyo taifa linaweza likahamishwa kwenda utumwani, kama vile wana wa Israeli walipopelekwa utumwani kule Babeli, na pia wana wa Israeli walipokimbia Kanaani kwa ajili ya njaa, wakaenda Misri, wakajikuta wanaenda kutumikia. Kwa hiyo taifa la Israeli lilikuwa limeenda Misri kama watumwa, walienda kwa ajili ya utumwa wa njaa, waliwapeleka kule. So Musa anakuja kujitambua, mimi ni mtu mzima, lakini anakuja kugundua yuko katika mikono ya Farao na ni mtoto wa Farao, ni mtoto wa mfalme. Lakini anakuja kujitambua Musa kwamba mimi sio Misri, mimi ni Mwebrania. Anakuja kuangalia ndugu zake Waebrania wanateswa, wanalimishwa, wanafanyishwa kazi ngumu. Musa akaona, mimi nawezaje kukaa kwa mfalme nikala chakula cha starehe wakati ndugu zangu wanateseka? Musa akaamua achukue hatua ya kwanza, ni hatua kwenda kuwaokoa wana Israeli kupitia mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo yote tutasoma kitabu cha Kutoka sura ya 2 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Sasa ukisoma kwanza ule mstari wa 13 anasema hivi, akatoka siku ya pili, kwanza mstari wa 10 anasema, basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akampicha ndani ya mchanga. Sasa hebu ona, tambua somo lako unaitwa kila jambo na wakati wake. Haukuwa wakati wa Musa sahihi wa kuanza kumtumikia Mungu. Haukuwa wakati sahihi wa Musa wa kufanya biashara. Haukuwa wakati sahihi wa Musa wa kuingia kwenye mahusiano. Haukuwa wakati sahihi wa Musa wa kuanza kuzunguka kuhubiri Injili, kuchapa Injili. Haukuwa wakati sahihi wa Musa kufungua huduma yote. Haukuwa wakati sahihi wa Musa wa kuanza kufungua mataasisi na kufanya huduma zingine, biashara na kila kitu. Haukuwa wakati sahihi. Ndio maana Musa, ukisoma hapa, Musa alipoona yeye ni mtu mzima, alipoenda kuokoa na Israeli, zikatokea effect mbili. Athari ya kwanza utanie Musa, wale watu kwanza, moja ikasababisha akaua kabisa. Alipoenda kwanza akawakuta wale ndugu zake wanapigana, akawaamulia. Siku ya pili akaenda tena akawakuta wao ndugu kwa ndugu Waebrania wanapigana. Alipoamulia, mmoja akasema, je, ni nani aliyokuweka wewe mwamuzi juu yetu? Ni nani aliyokuweka wewe kiongozi juu yetu? Musa akakosa la kujibu. Musa akajikuta amefanya kosa la kuua. Akamuua askari wa Kimisri, akamfukia chini ya mchanga. Kwa hiyo wale ndugu walipoenda kuamuliwa siku ya pili, wakamwambia, je, na mimi Mwebrania mwenzako nataka kuniua kama alivyomuua Misri? Ikampelekea Musa akimbie, kwa sababu alijua Farao akijua kwamba nimeua na mimi adhabu ni kuuliwa. Musa akamlazimu akimbie.
Kwa hiyo inamaanisha hivi, ukifanya jambo nje ya wakati, ukifanya jambo nje ya majira, utakataliwa, utajikuta unapata hasara, utajikuta unafanya. Biblia inasema usitegemee akili zako, lazima ukae chini ujue, je, huu ndio wakati wangu sahihi? Huu ndio wakati wa kuoa? Huu ndio wakati sahihi wa kuingia kwenye uchumba? Huu ndio wakati sahihi wa kuanza kuhubiri injili mkoa kwa mkoa? Huu ndio wakati sahihi wa kufungua huduma? Huu ndio wakati sahihi wa kufanya biashara? Huu ndio wakati sahihi wa kushirikiana na huyu mtu kufanya biashara, kwenda kununua mzigo China? Kwa lazima ujue, mpendo. Bwana Yesu asifiwe. Musa hakujua, ndio maana alifanya mistake. Kwa hiyo kama lazima Musa akimbie, akakimbilia Midian. Ona asali ya 3 Musa utanaye. Tambua ameua, wamemkataa, amekimbia. Asali ya 4 utanaye Musa, ikamlazimu mtu ambaye ameishi ikulu. Unajua ikulu hakuna njaa, mboga 7. Ikamlazimu Musa akimbilie nchi ya Midian. Huko ni jangwani. Akaingia season nyingine, akawa ni mchungaji wa kondoo. Huko akachunga kondoo miaka 40 jangwani. Yaani kuna makosa ukifanya nje ya kusudi, itakulazimu wewe upitie wakati mgumu, hata miezi mingi, siku nyingi, wakati mgumu. Ujue kuwa na watu ambao wameingia kwenye mahusiano wakati sio sahihi, wakatokea ugomvi mkubwa sana. Mpaka leo wana miaka 5 hawasemeshani hapo makanisani. Haukuwa wakati sahihi. Huenda kabisa yule mtu ni wa kwako kabisa, ila tu ukwenda kumfuata wakati ambao sio sahihi kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Musa akakaa huko Midian, akachunga ng'ombe miaka 40. Sasa ukisoma hiyo sura ya 3 hapo, sura ya 3 ndipo Mungu anamtokea Musa. Sura ya 3 mstari kuanzia wa kwanza. Mungu anamtokea Musa, anaanza kumpa maelekezo. Anaona kichaka kinawaka moto. Musa anashangaa hayo maajabu, anashangaa hayo maono. Anasema nitageuka. Alipogeuka, Mungu akamwambia vua viatu, kwa maana sehemu ni sehemu patakatifu. Maana yake fanya toba, wewe ulifanya uovu mwingi sana. Kwa hiyo omba toba ili niweze kukutumia. Kumbe nimejifunza nini katika hili somo? Kumbe Musa alikuwa ni kiongozi. Musa alikuwa anajitambua kabisa, mimi ni kiongozi. Lakini alianza uongozi wakati sio sahihi wa Bwana. Ndio maana ikampelekea akafanya makosa ya kuua. Akafanya makosa, watu wakamkataa. Ukifanya jambo nje ya kusudi la Mungu, nje ya wakati wa Mungu, utakataliwa, utapata hasara, utajikuta hata unaua. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, Mungu anamwambia nenda tena. Wapi? Kule kwa Farao, ukaokoe watoto wangu. Ukamwambia Farao, wape watoto wangu ruksa ili waende wakanitumikie. Kwa sababu ya Mungu kuwatoa wana wa Israeli kwenye mkono wa mfalme Farao ni ili wana wa Israeli wamtumikie Mungu. Kwa hiyo hata sisi tulipookolewa, sababu kubwa ya kwanza ni sisi tumtumikie Mungu, sio sisi tufurahi. Mungu anawaambia msifurahie kwa sababu watoto wenu wanaoa na kuolewa, mifugo inaongezeka na kila kitu. Mungu yeye furaha yake ni kuona sisi tunamtumikia. Ni kuona sisi tunakaa chini yake tunamtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Musa anapewa maelekezo, anapewa kila kitu, anarudi tena wapi? Kwa Farao. Baada ya maelekezo yote hapo. Sasa twende ule sura ya 4. Ndio tunaona hapa maajabu ya watu ambao ule mstari kuanzia 29. Utaona kwamba ukifanya kazi kwa wakati sahihi uone mambo yanavyonyoka. Mambo yamenyoka, hakuna kudemadema. Bwana Yesu apewe sifa. Musa na Haruni wakaenda wakawakusanya wazee wa watu wote wa Israeli. Haruni akamwambia maneno yote Bwana aliyonena na Musa, akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini. Umeona, cha kwanza utaaminiwa ukifika wakati sahihi. Watu wakaamini. Cha pili, waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia wana wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao wakasujudu. Kuanzia hapo Musa yule kumbuka aliyomkataa kwenye sura ya 3. Sura ya 2 wamemkataa. Wanamwambia kabisa, nani aliyokuweka wewe kiongozi juu yetu? Ni nani? Kuna wakati ukifanya sio wakati sahihi, hata biashara inakukataa, uchumi unakukataa, kila jambo na wakati wake. Ukienda kinyume, ukienda kabisa tofauti na wakati wa Bwana, hata mke ambaye Bwana ametaka akupe, ukimfuata Mungu anaona ni mkeo miaka 3 mbele, unamfuata leo, anakukataa kabisa. Ugomvi mkubwa, anakuwa na ueleweki, kwa sababu sio wakati sahihi. Kila jambo na wakati wake na majira. Wana wa Israeli wenyewe waliambiwa tu kwamba mtaenda Misri, mtakaa miaka 400. Lakini kwa kuwa walikuwa sio wasomaji, hawakujua wakati, wakajikuta muda umepitiliza. Kwa lazima hili somo litakufundisha kwanza moja, ujenge mahusiano yako na Mungu ili uweze kujua wakati upi sahihi wa wewe kufanya jambo. Wakati upi sahihi wa wewe kutoka gap la kwanza kwenda gap la pili. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu yangu, narudia mara ya mwisho. Ukijua wakati wako sahihi, huwezi kuasa, huwezi kushaka. Mungu anampenda sana. Mungu alipomtuma mtume Yohana, alimpa vitu vitatu. Alimpa location ya kwenda sema kumtumikia. Akamwambia nenda Ninawi. Akampa na neno la kwenda kulisema kwenye location. Akamwambia kawaambie wale watu watubu. Mungu hawezi kukutuma sehemu bila kukupa location. Kwa kama ni mfanyabiashara, Mungu atakupa mpaka location ya kwenda kufanya biashara. Na atakupa mpaka, yani akishakupa location atakupa na neno la kusimamia biashara. Neno ndo linalofanya mambo yote, miujiza, mauzo na kila kitu. Ukienda tofauti na location ambayo Mungu aliyokusudia, kama vile Adamu, location yake ni bustani ya Eden. Alipofanya dhambi akatoka nje ya bustani ya Eden akajificha. Mungu anamtafuta huko hapo. Kwa nini? Si kwamba Mungu alikuwa amuone Adamu, alikuwa anamuona, lakini alikuwa anamuona nje ya location ambayo Mungu alimweka. Nafasi aliyomweka ilikuwa ni pale wapi? Bustani ya Eden. Bwana Yesu apesiwe. Kwa hiyo kila mtu anapotumwa, iwe kwenye huduma, iwe kwenye ndoa, ni hata ndoa unapewa mpaka location ya mtu kutana naye. Mungu ndio yuko hivyo. Ukipewa location, ukipewa na neno, huwezi kuaswa, huwezi kushaka. Utashine kwa wakati mdogo, inuka na uangaze kwa wakati mfupi. Lakini ukienda tofauti na wakati ambao Bwana amekusudia, ukienda tofauti na location ambayo Mungu amekusudia, utaaswa. Mwisho siku tunasema kumtumikia Mungu ni kugumu sana. Brother, sister, mother, father, nakwambia ukweli, hakuna kitu rahisi duniani kama kumtumikia Mungu. Ni kusikia tu, ni mambo mawili tu ili huduma yako ikue. Ni cha kwanza kabisa, mjenge mahusiano na huyo Mungu. Mahusiano. Cha pili, uwe una uwezo wa kufanya mawasiliano naye. Kuna mahusiano na mawasiliano, ni vitu viwili tofauti. Watu wengi wanaweka mahusiano ili Mungu awape vitu, lakini hawafanyi mawasiliano na huyo Mungu. Mawasiliano na Mungu ni kwa njia ya maombi, kwa njia ya kusifu na kuabudu. Mahusiano ni vitu vyote public, kufunga, kuomba, kukusanyika kwenye ibada za watu, kuabudu na kusifu. Bwana Yesu apesiwe. Mungu akubariki sana. Ni mimi Pastor Clearson na mwalimu wa kimataifa katika imani na kweli, Clearson Fred Bunda, na namba ya simu 0655259004. Nitafuta hiyo namba. Mungu akubariki sana. Ninakupenda. Amen.